Chiku bwana, mimi nimeahirisha kama vitu tu hapa tukate tiketi nyingine turudi nyumbani, maana swala mengine tena kulogana tu huko Naome kwa Maria sijui. Afu unasahau kabisa kama mimi mume wako. Basi tu turudi nyumbani tukaendelee na maisha yetu ya kawaida, lakini sina amani sasa, turudi tu. Mwanaume, kuwa na msimamo wako kama ulivyo na msimamo kwenye ubahili wako. Moja kwenye ubahili wako na msimamo kweli kweli. Buku yani mwisho buku. Yani matumizi yako hayazidi buku. Na ndo uwe hivyo na msimamo wako. Si unanielewa? Mimi ndo nishaamua kwamba hapa nilipo sirudi nilipotoka. Wewe mwenyewe umelianzisha, acha mimi nilimalize. Kwa ndo hivyo ulivyo na ubahili wako, hivyo kuwa na msimamo kwenye hiki ulichokifanya. Na sana wewe Chiku. Sasa mambo ya ubahili yanaingiaje hapa? Tuko tunaongea mambo mengine, usha kwanza kuingiza mambo tena ya ubahili. Haya mambo ni tofauti na yale mengine. Huko unaongelea uchumi sasa. Mambo ya ubahili unaongelea uchumi huko. Mambo ya ulinzi wa uchumi. Sasa haya mambo haya wewe unaotaka wewe haya hapa. Kwenye kulogo utaleta msimamo kweli na wewe Chiku. Mwacha hizo basi. Unaona mambo ya kulinda uchumi, ubahili. Yaani ubahili unaona ni kitu kimoja hivi, yani cha umuhimu, ni kitu ambacho sio cha ajabu. Yaani kina umaana, si ndio? Yaani ubahili wako mimi unaniangamiza na chakaa kwa sababu ubahili wako wewe unanawili, alafu unaita kwamba ni kitu cha uchumi. Uchumi gani huo ambao unamfubaza mkeo alafu wewe unafaidika? Bwana wewe, muachana na hayo mambo. Sio unaanza kupigizana kelele hapa na wewe ulivyo unapenda kushindana kuongea. Tuelewani hapa. Tunarudi au vipi? Maana sijaelewa sababu. Tunarudi lakini mke wangu Chiku. Hujaelewa kitu gani? Nimekwambia mimi sirudi. Unanielewa? Wewe mwenyewe umeamua kwamba unilete huku ili ukafanye mambo yako. Sasa sije unaenda kuoa mke wa pili huko, maskini ya Mungu. Yaani paka nakuhurumia. Na kama nilivyokuambia mimi nileta uwanja wa nyumbani, lazima nikalilipue bomu huko. Unanielewa? Kwa hapa arudi mtu. Yaani wewe Chiku. Sasa mambo ya kuongeza mke wa pili mimi niatolee wapi? Kama tu wewe ushanishinda, una mdomo kuongea. Nikileta mwingine wa pili, sasa ndo kutakuwa sasa vingola, sasa kitakuwa kiwanda au nyumba. Yaani mimi nilikuwa nataka tu kwamba nijipange vizuri kiuchumi, niangalie mambo mengine yanaendaje. Sasa ushaanza kusema tena unaenda kuloga. Nilivyo tu hivi ndo unaenda kaniloga. Sasa nitakuwa kichaa sasa. Baba mimi ndo nilishamaliza. Wewe kama unaenda nenda, lakini kaa ujue kabisa mimi kunaandaa bomu. Kwa kafanya mambo yako, jua kabisa kuna mlipuko nakuja huko. Si unanielewa Umemaliza kitu gani? Unamalizaga kuongea wewe? Wewe kama vile sijui taa bila kuzimwa wewe una nani? Mimi bwana nakubagala kwa hata kwa nguvu tunarudi. Maana nikikwachia uende kweli unaweza ukanisambaratisha wewe, maana ueleweki wewe mtoto wewe. Subutu nibagale uone. Hivi unazijua honi za treni wewe? Au speaker za station zile? Yaani ndo mimi. Kama unasemaga kingola, sasa hapa ndo nawasha live sasa. Si unanielewa? Yaani hapa nakwambia kama unaenda nenda baba. Na subutu nishika uone. Mwenyekiti, maana toka ulivyoniita tena nimefika hapa naona una furaha, yani ni mtu ambaye yani kama kuna jambo fulani ulikuwa unalimendea limetiki sasa nijuze basi na mimi, maana naona tushare furaha hiyo. Kuna nini mwenyekiti? Ni kweli Katibu Kayombe. Yaani hapa kichwani mwangu vitu nilikuwa na vipangilia vimejaa kwenye mfumo. Yaani vimeserereka hivi. Yaani moja kwa moja vimeenda tu kwenye mstari ule unyooka. Yaani hapa sijui nianzie wapi. Yaani nimefurahi sana. Yaani sikutegemea kama vile ningeserereka hivi. Ila sawa ya mwenyekiti, nguo zako sijaona siku kibadilisha. Naona unavaaga tu rangi hiyo nguo hizo au ndo mifumo hiyo au unazo nyingi. Au tuachane na hayo. Nishirikishe kwanza hilo jambo lenyewe zuri ambao unasema vitu vimejaa kwenye mfumo vimenyoka hivi. Na mimi nataka nivijue bwana. Vitu gani hivyo? Ila kweli, kwa hizi nguo ni ile tu ni basi zinaonekana. Usishangae kuhusiana na hizi sibadilishi. Zile ambazo uzioni zile wanaitaga za ndani. Yaani mimi naishi kwenye misingi. Nibadilisha nguo, nivae mpya kwa ajili ya nini? Inisaidie nini? Kwa hapo yani hata usiwaze. Ni misingi yangu tu hii ndio maana nikawepo nikaa mwenyekiti wa kwenda kuendesha mambo yetu. Si unanielewa katibu? Ila kweli maana kama hizi za nje tu hizi ambazo sizioni, lakini anyway tuachane nayo.
Nipe hiyo taarifa sasa ambayo imekupa furaha mpaka muda wote umefurahi namna hii. Anyway, nilienda kwenye idara ya usajili kuhusiana na ile jambo letu ambalo tuliongea kuhusiana na UABATA, umoja wa wanaume bahili Tanzania. Kwa hivyo nikajaribu kuandaa dokumenti, nikachapisha jina, nikaweka request, nikatuma. Baadaye nilivyoitwa nikaenda, uweze amini. Yaani nimekutana na yule kiongozi wa pale, na yeye akawa muumini, yani akatamani hivi unavyokuambia, na yeye anataka kuingia na mtoto wake anataka kumuingiza. Yaani imeserereka hivi, yani hata sikupata changamoto yoyote. Yaani mtu mwenyewe familia, mambo yameenda hivi ninavyokuambia, nisharuhusiwa kuoperate umoja wetu rasmi bila kipingamizi chochote. Yaani katika siku ambayo yani umesawazisha ni siku ya leo. Yaani furaha yangu imesawazishika kabisa. Yaani siamini kama sasa hivi tuna kibali sasa hivi kwenda kuoperate mambo yetu yale. Kwamba na kiongozi wa pale ukakuta ni familia. Inawezekana hichi kitu kweli, yani wewe umetumwa rasmi. Yaani ni wito kutoka Mwenyezi Mungu, umekuja kunyoosha watu. Yaani nina furaha. Yaani siamini kabisa kwamba sasa hivi tuko free sasa yani. Tusambaze mambo yetu yale. Yaani ndio hivyo katibu. Yaani sasa hivi tunaenda kusambaza ubahiri, tunaenda kunyoosha vijana. Yaani uweze amini akia Mungu nilivyo hapa na furaha na hamu kabisa niende nikatoe madini, yaani kanyooshe vijana wakae hivi. Yaani mimi niko nyuma yako kabisa. Twende tukanyooshe baba. Twende tukafanye mapinduzi ya maisha ya hovyo ya wanaume. Yaani ni lazima tutafanikiwa. Kwa sababu kama yule kiongozi ulienda kwenye idara ya usajili ukakuta na yeye ni familia, basi yani 100, yani niseme 100% kabisa tushanyoosha. Yani hapa sawazisha kabisa. Tushapindua kabisa ni maisha ya hovyo hovyo. Niko pamoja na wewe mwenyekiti. Mimi sirudii mara mbili Mura. Kama hujaisikia basi acha ipite hivi. Wewe unajikuta unajua kuongea mwanaume mbahiri usio na chochote. Sasa tunakaa hapa utakuja kuniua na njaa Mura. Yaani uweze amini mwili wangu umepukutika kwa sababu ya wewe. Yaani maisha yako ya hovyo mpaka najuta. Sijui kwa nini niliingia kwenye mtego huu. Tata Mura Mirembe. Yaani nakwambia muda wote nakuja nifyatuka nikuache na maisha yako ya hovyo. Kefyenge. Hivi mama Muita kuna mtu aliye kufunga miguu hapa? Kuna mtu aliye kushika labda sijui kumefungwa na makufuri na wembamba wako. Tena nikwambie, sikukulazimisha kuja. Wewe mwenyewe ulijaa kwenye mfumo, swaga zangu zilikubali ukaja mwenyewe, ulikuwa na maisha magumu. Umekuja hapa unataka kusema sijui nimekuondesha ya wapi Fyenyeke? Kwenu kuna mtu mwenye afya. Tena na wewe shukuru umekuja hapa umepata hata hicho kiafya. Kimkono hicho unachokirusha rusha. Angalau umepata hata vya kukaria. Lakini nilikutoa kwenu. Ulikuwa hivi kama mkuki. Tata Mura Mirembe. Hivi unasikia unayooropoka baba Muita? Unajisikia vizuri? Au tu ni fuse zimekatika kichwani wewe? Hasa kama mimi nilikuwa kama mkuki. Wene minyama wenye minofu ukuwaona. Kwa nini uliniganda mimi? Kama ulijua nilikuwa kama mkuki, kwa nini uliniganda mimi? Ndio unajua kabisa nilikuwa chuma. So tu unaongea tu hapa kwa kuwa ndio hivyo basi tu maisha yako alisha kunani. Unashinda kujimanage, unaona kabisa hapa msalaba umekuelemea. Sasa mwanaume ufanye kazi unategemea nini? Fyenyeke. Tena mama Muita usitaki ukanichekesha. Kwamba wewe ulikuwa chuma. Labda chuma gani? Au chuma cha basikeli. Hana. Mtu mwenyewe ni mwembamba alafu mtu anakusitiri bado unaanza kuongea. Unaringa unatamba hapo kwangu. Haya nenda kwenu uone kama utahorewa. Ni nani wakuja kuchukua chuma kama hicho kikavu kama mkuki? Ni nani wakuja kujisumbua tu unaongea. Hebu kama hauna kazi za kufanya, jaribu kwenda hata nje, nenda katafute namna kafagie kafanyeje. Niache bwana. Naona unaniharibia tu MB zangu zinakwenda bure hapa. Baba Muita unaniongelesha mpaka utumbo wangu utajitafuna. Kuwa basi mtu mwenye akili mwenye kujitambua Mura. Mleta basi hela nikatafuta vimboga angalau hata ture baba Muita. Tutakaa tunaongea utanimaliza nguvu baba Muita, hapa mwisho wa siku nitadondoka chini. Nipe basi hela nienda nikatafuta chochote. Kama wewe una njaa nipe mimi nikatafuta chochote nijipikia zangu nitulie. Fyenyeke, ndo akili imekusogea sasa. Umejua kabisa kwamba mimi ni nani kwako. Suruko unajifanya una mdomo sasa. Basi nenda kale maneno yako uliko nayoongea au karefushe mdomo wako ukatekate uweke upike ule sasa. Maana unataka kushindana. Yaani tunaanza kushindana kiasi kwamba kati ya mimi na wewe ni nani anaenda haja dogo amesimama. Ndio tutajua sasa. Haki ya mama. Yaani wiki ikiisha bado nipo humu. Niite mbwa.